Simu ilikuwa bado mkononi mwa Amani. Ujumbe ule ule bado uko pale. Nimekumisi, kesho nitakuona. Amani alicheka, lakini haikuwa furaha. Ilikuwa ni lile tabasamu ya mtu aliyewahi kuumia. Na sasa anaona kivuli cha maumivu yale yale kinamrudia. Alianza kuandika jibu. Akasimama, akafuta, akaandika tena. Unataka nini Neema? Alituma. Hakuchukua hata dakika 2 simu ikaita. Neema. Mapigo ya moyo ya Amani yakabadilika ghafla. Sio kwa sababu ya mapenzi, bali kwa sababu ya kumbukumbu. Alitazama simu ikiita mara moja, mara 2, mara 3, kisha akapokea. Hello, sauti yake ilikuwa nzito. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Kisha sauti iliyozoeleka lakini iliyosahaulika kidogo. Amani, ilikuwa ni sauti ya Neema ile ile. Laini, tulivu, lakini safari hii ilionekana kubeba uzito wa kitu. Naomba tuonane, Neema alisema kwa upole. Amani hakujibu haraka. Alikaa kimya, akikumbuka mlango ule, sauti zile na maua yaliyodondoka. Kwa nini? Aliuliza kwa kifupi. Nina mambo mengi ya kukwambia ambayo hukuwahi kuyajua. Kesho yake walikutana sehemu ile ile walipokutana kwa mara ya kwanza, kituo cha basi. Ajabu hakukuwa na mvua. Lakini hali ilikuwa nzito kuliko ile ya siku ya mwanzo. Neema alikuwa tayari ameshafika. Alivaa nguo za kawaida, lakini macho yake yalionyesha wazi hakuwa yule Neema wa zamani. Amani alipofika hakutabasamu, hakutoa ishara yoyote ya furaha. Alisimama mbele yake. Ongea, alisema. Neema alivuta pumzi ndefu. Kuna mambo hukuyajua kuhusu mimi, Amani alikatiza. Kama yule mwanaume? Sauti yake ilikuwa kali kidogo. Neema alinyamaza. Hapo ndipo Amani alijua hii haikuwa stori ndogo. Alikuwa ni mtu wa zamani. Neema alianza. Lakini hukuniambia, Amani akajibu haraka. Nilikuwa najaribu kumaliza kila kitu, lakini hukumaliza. Amani alidakia, kimya kikatawala tena. Kisha Neema akasema kitu ambacho Amani hakukitarajia kabisa. Siku ile hukukuta nilichokuwa nakifanya? Amani alikunja uso. Unamaanisha nini? Neema alimtazama moja kwa moja machoni. Kuna kitu kilitokea siku ile na kilibadilisha kila kitu kwenye maisha yangu. Amani alihisi hasira ikipanda, lakini pia kuna sehemu ndogo ndani yake ilitaka kujua ukweli. Basi niambie sasa, alisema. Neema alitikisa kichwa kidogo. Sio hapa, sio leo yote. Amani alicheka kwa dharau kidogo. Unaanza tena michezo yako Neema? Neema alisogea karibu kidogo. Mimi pia niliumia Amani. Hilo lilimkera zaidi. Usijilinganishe na mimi, alisema kwa ukali. Lakini kabla Amani hajaondoka, Neema alisema maneno ambayo yalimsimamisha. Kuna kitu nilibaki nacho baada ya wewe kuondoka. Amani aligeuka polepole. Maana yake? Neema hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema, kama hutataka kusikia ukweli basi sawa. Lakini ukiondoka leo, utaondoka milele bila kujua kilichotokea. Amani alisimama pale akafikiria. Moyo wake ukagongana na akili yake. Kurudi nyuma ilikuwa salama, lakini kusikiliza ukweli kulikuwa na hatari ya kufungua jeraha alilolifunika kwa muda mrefu. Je, Amani atakubali kusikia ukweli wote wa Neema au ataamua kumwacha milele bila kujua siri iliyofichika? Na ni nini hasa kilitokea siku ile ambacho Neema anadai Amani hakukiona? Asante kwa kuwa nami hadi hapa. Usikose kufuatilia mwendelezo wake.